ili hazina inavuja. Baada ya pesa kwa hazina itumike kusaidia vijana hapa kuzalisha kazi, pesa iko kwa mfuko ya watu wengine, wanabeba kwa magunia, wanakuja naye kwa harambee, kwa makanisa, kwa women group, youth group na kadhalika. Hatutaki haya. Sisi tunasema tunataka pesa iwe kwenye hazina, itumike kwa maslaha ya wananchi wa Kenya kwa jumla. Mnataka namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Na mimi nasema nobody can stop reggae. Vijana hoye! Vijana hoye! Gari ya moshi ambayo inaitwa BBI ilianza safari kwenye station inaitwa Kisii Station, ikaenda kusimama kwenye station ya Kakamega kule Ingo, ikaenda kule Mombasa, bahari ya Hindi. Sasa imefika Kitui. Gari ya moshi inaendelea. Station nyingine itakuwa ni Meru. Kutoka pale itaenda Narok, itaenda Nakuru, itaenda Garissa, itaenda Nyeri, itaingia Nairobi. Kama umebaki nje, shauri yako. Gari hii itaenda na haina break, inaendelea na itafika kule inaelekea. Inaendelea inazidi kujenga madaraja, daraja ya kuunganisha Wakenya wote, kutoka kwenye mambo ya ukabila kupeleka Wakenya kwa umoja, kutoka kwenye mambo ya wizi na ufisadi na kwa uhakiki na usawa. Inaendelea kutoka Kenya kwa ufukara na kupeleka kwa utajiri, ukosefu wa kazi kukuwa na wingi wa kazi kwa vijana, ubaguzi wa kijinsia na umoja wa kutambulia wamama. Hiyo ndio shabaha ya gari la moshi ambayo inaitwa BBI. Na hii ni kulingana na matakwa ya waanzilishi wa taifa letu. Paul Gay alikuwa kule Kapenguria, alifungwa. J.D. Kali alifungwa. Mwindi wa Mbingu aliwaambia wazungu, hapa hii nchi ni yetu, ni Marwa. Hao ni Wakamba ambao nasikia, sio Kimau. Sijaenda kwa wale wengine. Wakamba wamechangia kikamilifu kwa ukombozi wa nchi hii ya taifa la Kenya. Wakamba mpaka wapate haki yao katika taifa la Kenya ambayo tunataka kujenga. Hatutaki kuona kama mtoto Mkamba amesoma, ana ujuzi, akaenda kufanya interview, akisema Mutua, anaambia ngende ngambo hii. Utakikani hii. Tunataka Wakamba wawe kama Wakenya wengine, kama Wameru, kama Wakikuyu, kama Wamijikenda, kama Waturukana, kama Wasomali, kama Wakalenjin, kama Wajaluo, kama Wakisii. Kabila zote 45 wa Kenya wao yote wako sawa. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga sisi pamoja. Mimi ni Kalonzo, tumetembea pamoja 2013 na 2017, na tulisema yale tulisema tunataka kufanya. Nyinyi tulikuwa na nyinyi hapa, na tulisema wakipiga, wakihesabu, wakijumlisha, wakirusha, wakitangaza na wakiiba,
tulisema wakiiba tunawanasa. Nasa hawa. Sasa tukawanasa, tukawapeleka kule kwa Maraga. Maraga akaangalia, akasema hii ni chafu sana. Akasema turudie. Alafu sasa tukasema turudie, lakini sawazisha kiwanja. Ng'oa visiki. Toa hizo mawe. Ziwa mashimo. Toa miba. Ndio tuingie kwa kiwanja. Ulipokataa, kama Kalonzo bwana hatuendi. Hii hatuendi. Sawa? Tukakaa. Sasa kuna mwingine anasema wengine walishindwa, hawajakubali kushindwa. Ulikimbia peke yako, ulishinda nani? Yule mchawi ambaye anakimbia usiku piti. Anashinda nani? Kuna mtu anashinda? Ndio sababu tukaona hii imekuwa mbaya. Kama mbaya ni nini? Nikasema tuende Uhuru Park. Wakienda Kasarani, tunaenda wapi? Simunaona sisi Uhuru Park. Simunaona sisi. Silikuwa mbaya. Alafu ni baadaye Uhuru akasema tuongee. Nikamwambia tuongee juu ya mambo ambayo imeenda mbaya. Ili tuweze kurekebisha. Tuunganishe wa Kenya. Tusirudi tena kwa uchaguzi na mambo inaenda vile ilienda mahali vingine. Na leo sawa. Hiyo ndio maana ya handshake. Na msingi wa BBI. Ya kuleta wa Kenya pamoja. Tusiwe na uchaguzi tena ambayo watu wanamwaga damu. Vijana wanakufa hovyo. Naelewa vizuri? Tunataka Kenya wakienda kwa uchaguzi inakuwa sawa, mshindi na yashindwa wanasalimiana na mambo yanaendelea sawa. Tumeelewana sawa? Haya ndio sababu tumefanya haya. Na tuko pamoja na Kalonzo, naenda pamoja. Tuko na ndugu yangu Uhuru Kenyatta ambaye ametuma salamu zake. Mnapokea? Angapi mnapokea salamu ya Uhuru? Nione kwa mkono. Akamba mko tayari? Sisi tunasema hakuna kitu ambaye naweza kushinda Wakenya wakiungana pamoja. Wakenya kama waungana pamoja wanaweza kufanya ile yote wanafanya. Juzi nilikuwa China. Mwaka hii mwisho wa mwaka nataka mwanzo mwaka huu. Wa China ndani ya miaka 20 iliyopita wametoa watu milioni 300 kutoka hali ya ufukara mpaka wakaleta kinaitwa middle income status. Hapa Kenya atatokotoa tu sema watu milioni 5 peke yake. Hakuna ufukara hapa Ukambani. Inawezekana? Sinawezekana?